ngoja niende mlimani. Sitakula, sitakunywa siku 3. Paka kieleweke hapo. Unasema na Mungu, unamsii Mungu, alafu unarudi tena kwenye kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie Mungu atakushangaza. Ndio maana ule wimbo wa hao watu wa kuwashangaza yuko hapa. Watu watamuona Mungu hapa. Wataona Mungu wa ajabu yuko hapa. Wataona mtenda miujiza yuko hapa. Uwezo wa Bwana umeshuka juu yako. Hata Yesu alifanya kazi. Si mnaona alikuwa anaenda milimani? Si mnaona alikuwa anakesha mlimani? Anafanya kazi, anatumia nguvu nyingi, anatoa nguvu nyingi, anarudi mlimani kujaza nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anarudi tena anatenda miujiza. Ili nguvu za Mungu zidhihirike ndani yako, lazima ujishughulishe na mambo ya watu wengine. Uwe tayari, sio kwa habari ya kuponya. Watu wana changamoto nyingi. Wana changamoto nyingi. Sasa wewe ukiwa na ubinafsi, wewe unaendaga tu kwamba baba, naomba unisaidie. Baba, naomba unipe afya njema, ninenepe, nimzidi mama fulani. Baba, naomba nipate chakula kizuri. Baba, naomba nipate hela, niwe na magauni mazuri kama la fulani. Baba. Mungu anaangalia hivi, huyu mtu ana akili kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kama ungekuwa Mungu, utampa huduma huyo mtu? Utampa karama huyo mtu? Yaani anawaza ya kwake tu, si ndio hivyo? Anatafuta heshima tu, anatafuta umaarufu tu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mimi huyu mama ananibariki, ananijengaga kweli huyu. Kama angekuwa ni mtu wa kukata tamaa, pengine wifi yake angefariki dunia. Ungekuwa tulishamlia wale. Kama hata hospitali si walishindwa? Si ndio kweli mama? Si walishindwa? Kumruhusu mtu bado anaumwa, sina maana mmeshindwa. Sio wanaruhusu wazima. Huwa wanaruhusu watu wa aina mbili, wazima na maiti. Sasa kuruhusu mgonjwa, hapo wameshindwa, wamesema ukatafute na njia nyingine. Si ndio hivi? Yaani wanashindwa tu kuambia nenda kwa waganga wa kienyeji. Kwa wale wanaomwamini Mungu, watakwambia bwana, hapa nenda kanisani. Nendeni mkaombewe. Tafuteni Mungu kwa bidii. Lakini mama akasimama, hakati tamaa. Mgonjwa kila siku unakuta bora jana. Leo ikifika bora jana, kesho ikija bora jana. Lakini hakukata tamaa. Anaamini Mungu anaweza kufanya. Kule kuomba kwa bidii kutamuokoa huyo mtu hata kama ametenda dhambi. Wifi yake hata kama alitenda dhambi kwa maombi. Amen. Leo si ni mzima. Amen. Kama yupo siasimame mumuone. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama yupo siasimame. Unajua tukisema kuwashangaza yuko hapa. Kwa kimba hao watu ndio mnaelewa. Hayo mimi wao wananibariki, hawa ni wahubiri wazuri. Wanasema walikuja wagonjwa. Unaweza usielewe vizuri. Hivi yule Clemencia yuko hapa. Hebu muangalie. Mnakumbuka Clemencia alivyokuja hapa? Ndio. Si kuna watu walijua huyu ameathirika. Si ndio hivi? Nilimpeleka hospitali hii. Clemencia huyu anajua, akapimwa HIV. Nikasema ngoja tuondoe utata. Nikapiga simu hospitali, naleta mgonjwa, naomba mnipimie HIV. Wakapima hana. Wanasema kuna typhoid kidogo. Hawezi kula, akiweka chochote anatapika. Amekonda. Mume amemkataa kwa sababu ameharibika. Alimpenda, naona alikuwa sijui amenawili hivyo. Labda usimame tena wakuote. Na wale wenye tamaa ndio muokoke hapa. Sasa amekonda wakati huo maskini, anakaa amejikunja hivi. Mama yake wamemleta hapa, anasema ana miezi 5 huyu mtu hali. Akiweka chochote anatapika. Huyu. Tunaomba, tunachoka, tunaenda. Si ndio watumishi wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwisho wa siku Clemencia alikuwa hali kaanza kula. Clemencia alikuwa hayuko vizuri, yuko vizuri. Leo si amenawili. Leo si anapendeza. Bidii uvuta bahati. Sasa ili Mungu adhihirishe karama aliyoweka ndani yako, uwe tayari kujishughulisha na mahitaji ya watu. Kuna mtu ananielewa? Mungu atakutumia wewe kuwashangaza watu. Baba soma au umelala? Twende soma kidogo hapa.
Matendo ya Mitume sura ile ya 8. Sura ya 8. Soma tu Warumi kwanza. Soma Warumi 5:2. Warumi sura ya 5 mstari wa 2. Mstari wa 2 neno Bwana anasema, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Mstari wa 3. Wala si hivyo tu. Naomba msimame. Hapa tutasikiliza huku tumesimama. Kama ulikuwa na mpango wa kulala utaamka kwa nguvu. Rudia mstari wa 8 anasemaje? Mstari wa 2. Ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani. Kwa Yesu tumepata kwa njia, anzia mstari wa kwanza tuone anasema nini. Nataka tuelewe. Basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na mwe na amani kwa Mungu, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake. Kuifikia neema hii ambayo tunasimama ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni neema ya ajabu. Unajua, ngoja niwaambie, tunapata nguvu ya Mungu kwa neema. Sijui tunaelewana? Tunapata nguvu ya Mungu kwa nini? Kwa neema. Hii neema tukiitumia vizuri, wapendwa, itatupa umaarufu katika nchi hii. Itatupa umaarufu katika dunia hii. Nisikilizeni vizuri. Nimewapa ushuhuda tu mfano. Walisu mpaka leo tunaongea yuko gerezani. Hoja si anapambana kwa ajili ya maslahi ya Watanzania. Nataka niwaulize swali, dunia inamjua imjua? Si dunia inafuatilia hata kesi zake? Si tayari amekuwa maarufu huyo mtu kwa sababu ya kupigania haki za Watanzania? Bwana asifiwe. Hivyo ambavyo wewe ukiwa na juhudi kufuatilia mambo ya watu wengine utapata umaarufu. Bwana asifiwe. Unatafuta tu kusifiwa, una haki ya kupata hizo sifa kwa umbea, kwa uzushi, kwa uchonganishi. Mtu ana shida, ana njaa. Wewe una juhudi nyingi katika kutenda mema. Una juhudi kutembelea wapendwa, sio kwa ajili ya kueneza habari, maana wewe sio mwandishi wala mtangazaji. Na kanisani hatuna watumishi wa namna hii. Lakini unakwenda unaona fulani simuoni kanisani. Wiki 2 haonekani. Mwezi mmoja haonekani. Kuna shida gani? Unauliza, jamani, mpendwa huyu mna habari zake? Huyu mpendwa bwana ana changamoto. Ana mgogoro wa ndoa. Pengine mume anamvuruga, hana amani. Unakwenda pale. Unakwenda unamsikiliza mpendwa. Unakuta mpendwa analia, uchungu huko ndani. Unamuuliza Mungu, niseme nini ili machozi yakauke ndani ya macho ya mwanamke huyu? Umekwenda siku ya kwanza, kwenda siku 2 3, mpendwa vipi? Mume wangu ndio ameshindikana, bora jana. Alikuwa ameoa mke mmoja, ameongeza mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Na mbaya kuliko zote, unaondoka unaenda, ukirudi sasa mume wangu ndio amenifukuza na chumbani, amemleta mwanamke hapo kwenye kitanda changu. Bwana asifiwe. Unamlilia Mungu. Unamwambia Mungu anaweza. Sasa sio tu Mungu anaweza, unamsihi Mungu audhihirishe uweza wake. Na Mungu anaiona jitihada yako. Jitihada yako Mungu. Mungu ni wa kuwashangaza watu. Nimewaambia hapa, sitaki kuongelea habari za uchaguzi. Watu wa usalama msije mkaondoka na mimi baada ya ibada. Acha nitoe mifano mingine. Mungu anaweza akashangaza. Yule anayeleta tatizo anaweza akafariki saa hiyo. Akaitwa marehemu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yaani huyo mwanamke anayekutatiza, aliyehamishiwa kwenye kitanda chako, amelala hapo, anaamka amefariki dunia. Ataoa maiti. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Lakini si ni wewe ndio utakuwa sababu. Kumbe Mungu amekusikiza. Sasa huyo mwanamke anawaza, jamani, hii mwanamke alinitesa, imeniangaisha. Kuna mama mmoja akaleta, akawa amekuja hapa anatulilia na mchungaji, baba, mimi nateseka, mume wangu. Mume wako amefanyaje? Sasa mume wangu analimama.
Limama limefanyaje? Ile limama linakuja saa 6 usiku. Linakuja kumchukua mume wangu nyumbani, mbele ya macho yangu linaondoka naye. Mbaya zaidi akasema siku moja limekuja likaingia mpaka chumbani kwangu. Kuna dharau inazidi. Yaani limekuja limemkuta mwanaume. Huko wapi? Niko ndani, likamfuata huko. Likamwacha mwanamke sebuleni, likamkuta kule chumbani. Alafu likatoka naye. Sasa huyu mama atakuja kanisa. Atasali. Ataomba. Kuna maombi hapo. Si hakika mbele za Mungu sinikulia tu, Mungu umeniacha. Mungu, mlikuwa naye lini Mungu? Mungu umenisahau. Mlikuwa napatana naye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa ukikutana na mtu wa mazingira ya namna hii, nataka niwaambie Mungu ni wa ajabu sana. Mungu ni wa ajabu. Mungu anafanya mambo ya ajabu. Tuliomba hapa, Mungu akajibu maombi. Wale watu waliokuwa wanapendana eti pete na kidole, sijui nini na nini, mnajuaga wenyewe, sijui kupika na kupakua, hao wakakamatana loka. Kuna upendo tena umenianza ndani? Kuna upendo tena unanipeleka mahakamani? Sio wamefarakana? Mama watu wanakuja, baba mume wangu yuko ndani. Kwa nini? Amewekwa na lile limama. Tayari. Mungu ana njia nyingi za kujibu. Amina. Mungu ana njia nyingi za kujibu. Amen. Sasa huyo mama atatupenda, atatuchukia? Atapenda. Mume ametoka loka, mke amepambana, akahakikisha mume ametoka loka hapo. Sasa mnyenyekevu, yaani hata kama hajaokoka analazimika kuwa kama aliokoka miaka 8 iliyopita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ana njia nyingi. Tamani kuwa sababu ya wewe watu kuyaona matendo makuu ya Mungu. Amen. Uwe tayari kujishughulisha na mambo ya watu wengine. Mungu wa mbinguni awabariki. Amen. Nataka tuombe sasa. Sema Bwana Yesu. Amen. Asante kwa neno ulilosema na mimi leo. Najua umenileta kwa kusudi. Niko hapa kwa kusudi lako Mungu. Maana umeniita, umeniandaa, umenichagua ili unitumie. Ninaomba leo unitengeneze kwa jina la Yesu. Neno lako linitengeneze kwa jina la Yesu. Neno lako libadilishe mawazo yangu, tabia zangu, fikra zangu. Neno lako liniondolee roho ya ubinafsi. Neno lako liniondolee kudharau mafundisho, kudharau maonyo, kudharau neno lako kwa jina la Yesu. Niko mbele zako, naomba Yesu unitengeneze, moyo wangu utengenezwe, uniumbie moyo safi, moyo uliopondeka, moyo wa upendo. Yesu Kristo, kwa kuwa nimepata neema ya kuwa mwanafunzi wako, na wewe umesema nijifunze kwako. Wewe ni mpole, wewe ni mnyenyekevu, ulijishughulisha kwa ajili yetu sisi wenye dhambi. Mimi nimekuwa mbaguzi na wamekuwa wenye dhambi, naomba unisamehe Baba, maana wewe ulisema hukuja kwa ajili ya wenye haki, bali ulikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Baba, naomba leo unitengeneze, tengeneza moyo wangu, tengeneza fikra zangu. Nahitaji nguvu yako ishuke ndani yangu kwa jina la Yesu. Weka moyo wa kupenda kusoma neno, kujifunza neno. Niondolee mambo ya dunia yaliyopata nafasi ndani ya moyo wangu. Niondolee mambo ya dunia yaliyopata nafasi katika akili yangu. Neno lako limekuwa upuuzi, neno lako limekuwa chukizo. Naomba leo niondolee yale yote yaliyo maovu yasiyokupa utukufu. Naomba uniondolee kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maana mimi ni chombo chako. Leo hii naomba Baba unitengeneze, unithibitishe na unitie nguvu, ili niwe sababu ya wanaolia kucheka, ya wanaougua kuondolewa magonjwa kwa jina la Yesu, ya wenye huzuni kupata furaha, ya waliokata tamaa kupata tumaini. Nifanye kuwa chombo kilicho imara, chombo chenye nguvu kwa jina la Yesu, kwa
Yesu, kila kizuizi, kila kikwazo